iko namna hii, wanaanza kujivuna kichwa. Milango ifungwa. Mimi ndio kama vile kule pastor ambaye anaongea siku hususani wabinti wetu wanapokuja kuimba hapa mbele, sisi tunawasikiliza. Amen. Lakini mnenaji wa neno anapoanza kunena sasa hapa madhabahu, moja moja anatoka nje, wewe mfunge milango, basi toki mtu pale. Usikie neno la Mungu nasema nini? Ndio chakula chetu cha uzima. Amen. 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 Tunasoma katika jina la Yesu. Mathayo ukurasa wa Biblia ni 11:1. Nasoma Mathayo 7 na mstari wa 20. Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Maana atafananishwa na mtu mwenye akili aliyeijenga nyumba yake juu ya mwamba. Haleluya. Amen. Nyumba yako wewe sio nyumba ile ambayo umelalia hebu. Hapana. Nyumba yako wewe ni maisha yako. Haleluya. Amina. Nyumba yako wewe ni maisha yako. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi misingi yake imewekwa juu ya mwamba, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Mungu mwenyewe anasema, kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na nani? Na nani? Na mpumbavu. Mpumbavu ni mtu asiyekuwa na akili. Unasema ungu. Haleluya. Amena. Haleluya. Amen. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. 27. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, na anguko lake ikawa kubwa mno. Amen. Ina maana mtu asiyekujenga nyumba yake kwenye mwamba, huyo anguko lake itakuwa kubwa zaidi. Bwana tuhurumie sana. Bwana tuhurumie sana. Nakwenda mstari 28. Ikawa Yesu alipomaliza maneno haya, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Amen. Mwisho wa kunukuu. Msingi wa ile nyumba
limejengwa juu ya mwamba imara. Lugha nyingine, lugha za nyumbani, ina maana mwamba dole Lwala lushikiye ukweli Yesu Kristo. Haleluya, amina. Yesu ni kamba isiyo katika. Yesu ule mkosi waambatiza tutauma. Haleluya, haleluya, amen. Maana hata kama mnavutana hiyo kamba ndio katika. Ndio maana mtume akasema kwamba Yesu ule mkosi waambatiza tutaona Mungu. Haleluya. Ina maana ukijenga nyumba yako kwa Yesu Kristo haitabomoka kama hata mafuriko yakaja, hautabomoka kama wala utetereki, utakuwa huko pale pale. Yeye ndiye atakuwa kiongozi wako, yeye ndiye atakuwa mlinzi wa maisha yako. Amen, amina. Lakini ukijenga tofauti na haya maandiko matakatifu ambayo ametuambia hapo sasa hivi, utafananishwa na yule mtu ambaye alijenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye tope, itaanguka tu. Mtikisiko kija mara moja unaanguka, na anguko lako wewe itakuwa ya ajabu. Amen. Mungu anatupenda. Ina maana Mungu ana wivu na sisi wanadamu, kwa sababu hapendi sisi wanadamu twende kombo na yeye. Alitufanyia gharama kubwa sana, ndio maana alimtuma mwanawe wa pekee haje kutufia sisi, kwa sababu ya wivu. Mwanadamu hana wivu kama ni Mungu. Iwapo au Mungu atiangu wivu, yaani hapendi kufanya chochote kwa yeye, anakuua tena sana. Amen, amen. Tumuogope Mungu. Ana wivu hatari. Wa kwanza wivu ni Mungu mwenyewe. Maana anasema mimi mwenye wivu. Hakuna mtu ambaye aliye na uwivu kama kwa Mungu, kwa sababu ya gharama alitufanyia. Amen, amen. Na singekuwa kwamba yeye Mungu hakutufanyia gharama, labda tusingekuwa tulipo au tusingekuwepo. Kwa sababu ya gharama yake yeye aliyoifanya, ndio maana ametuwekea gharama. Ndio maana anatolea wivu. Apende sisi tuanguke, lazima tunyoke, twende kwenye mkondo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.